kwamba naenda kanisani ni msaliti. Pamoja na kwamba nahubiri ni msaliti. Pamoja na kwamba naomba lakini ni msaliti. Pamoja na kwamba naimba lakini huyu ni msaliti. Na watu wanamsaliti Bwana Yesu kwa siri. Usiwe msaliti, wala usiwe miongoni mwa watu ambao ni wasaliti. Tunajifunza neno kubwa na tutoke kwenye tafakari hiyo. Ni vitu gani ambavyo unavifanya vya usaliti? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amekuamini, amekushirikisha mambo yako, umemshirikisha mambo yako, umemweleza kila kitu, lakini na wewe unamsaliti kwa kuwashirikisha watu wengine. Kuna mtu mwingine anaweza akamshirikisha jambo fulani mke wake, yule aliyeshirikishwa naye anaenda kumshirikisha mume wake. Umewahi kuona namna hiyo? Yaani wewe ukamwamini, unamweleza mke wake yale unayoyapitia, baada ya kutunza ile siri, naye akatoka akamweleza mume wake, alafu matokeo yake ugomvi ukatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe msaliti. Tutoke na neno hili, usiwe msaliti katika maisha yako. Wewe kama Mkristo usiwe msaliti, kwa sababu Mungu anajua kila kitu. Wewe unafikiri unamsaliti nini Bwana Yesu? Ni maeneo gani ambayo unamsaliti Bwana Yesu, hasa unapokuwa peke yako? Ni maeneo gani? Mungu atusaidie tusiwe wasaliti. Bwana Yesu asifiwe. Iwe kwa siri, iwe kwa wazi, tusiwe wasaliti. Maisha yetu tuwe waaminifu. Tumpende Bwana Mungu wetu. Pende Bwana Mungu wako kwa roho na kweli. Sawa eh? Sawa eh? Kwani Yuda alimsaliti sababu ya kupenda fedha? Kitu chochote ambacho kinakuwa kimechukua nafasi katika maisha yako na moyo wako kuliko Mungu, angalia kisiwe sababu ya wewe kumsaliti Mungu, kwa sababu unakipenda sana hicho kitu. Yuda alipenda fedha, akawa tayari kumsaliti Bwana Yesu. Kisiwepo kitu chochote kinachukua nafasi ukamsaliti Bwana Yesu. Mungu anajua jamani, Mungu anajua, Mungu anajua jamani. Hata yale tunayofanya usiku Mungu anajua, hata yale tunayofanya peke yetu Mungu anajua. Ukiwa peke yako, umesafiri mbali kabisa, unasema niko Kigoma, hakuna anayejua, Mungu anajua. Ukienda mbali sana, uende Burundi, uende Rwanda, unasema niko peke yangu, Mungu anajua. Lakini hata hapa Mungu anajua yote tunayoyawaza, kila mmoja anajua. Bwana Yesu asifiwe. Akisema Yuda, unakuja kumsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Unaonyesha upendo, kumbe unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Watu wengi wamesalitiwa. Bwana asifiwe sana. Hata serikalini watu wamesalitiwa. Mnajua hivi? Kuna watu wamesalitiwa hata serikalini. Kuna watu wanatoa siri za watu wengine. Hizi siri zimetokaje? Kumbe kuna msaliti miongoni mwao, anatoa siri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisikia mtu fulani amekamatwa, ujue hawamkamati hivi hivi, au mtu fulani kaibiwa, usifikiri wanaiba hivi hivi. Kuna mtu akatoa siri kwamba ukifika kwa ile nyumba ya mama, anaficha funguo sehemu fulani, kuna jiwe pale ndo anawekaga funguo. Kuna mtu anakusaliti, ndo anatoa siri, ndio maana wanaingia nyumbani wanakuibia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe msaliti.
Na ndio maana wakati mwingine usimwamini mtu yoyote, ila jiamini wewe mwenyewe na Mungu, kwa sababu wanadamu ni wasaliti. Sasa nilimwamini sana yule mtu, sikutegemea kama atanisaliti, sikutegemea kama atanifanyia hivyo. Usimwamini mtu, mwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama umemwamini mtu, bado uwe na akiba, kwa sababu huyo mtu anaweza akakusaliti. Uwe na akiba ya kuweza kujisimamia mwenyewe. Itakapotokea amekusaliti, bado unakuwa na nguvu ya ziada. Usimwamini mtu. Mara nyingi watu wameumizwa na wale walioamini, si ndio jamani? Si ndio jamani? Wameumizwa na wale ambao hawakutegemea kwamba wangeweza kuwaumiza. Hasa nilimwamini sana, kweli akanifanyia hivi. Usimwamini mtu. Mwanadamu akishawishika na tamaa, anaweza akakusaliti wakati wowote. Bwana asifiwe sana. Usimwamini mtu yoyote, ila mwamini Mungu, na wewe mwenyewe ujiamini, ila na wewe usimsaliti mtu yoyote, kwa sababu usaliti unaleta maumivu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mama mmoja miaka kadhaa iliyopita, japo sasa amekufa, yule mama alikuwa ameolewa, aliishi na mume wake. Baada ya miaka kadhaa akamchukua mdogo wake, akawa anakaa naye mdogo wake, alafu akamtafutia shule, akawa anasoma. Yule binti akaendelea kusoma, akaendelea kusema. Kumbe mume wake yule anamtaka yule binti. Dada yake amemwamini kwamba hawezi akafanya kitu chochote, na usi shemeji yake amemwamini. Kwa mara kadhaa alisafiri, hakuwa na mashaka, kwa sababu amemwamini mdogo wake, lakini amemwamini na mume wake. Unajua, kumbe yule mume wake akaanza kutembea na yule mdogo wake. Baadaye akapata ujauzito. Akashangaa sana. Nilimuuliza yule dada, ilikuwaje huyu mdogo wako mpaka pata ujauzito wakati we upo? Akasema nilimwamini sana. Ananieleza yeye mwenyewe, nilimwamini sana. Sasa kilichotokea, ilibidi yule mdogo wake aolewe na huyu mwanaume. Yule dada akazira, akaenda kwao, lakini mambo yakawa magumu, ikabidi arudi. Kwa hiyo wakawa wake wawili, mdogo mtu na dada mtu. Ila sababu ya yote haya kutokea, alimwamini kwamba huyu mdogo wangu hawezi akanifanyia hiki kitu, hawezi. Alimwamini. Usimwamini mtu. Watu ni wasaliti. Lazima uwe na nguvu yako ya ziada, uwe na akiba. Sasa nilimwamini sana, nilimwamini sana. Wale walioumizwa ni wale ambao waliwaamini watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana na wewe yamekutokea hayo, si ndio jamani? Hujawahi kusalitiwa? Hujawahi kusalitiwa? Kama hujawahi kusalitiwa, mshukuru sana Mungu. Lakini watu wamesalitiwa na watu wa karibu, wamesalitiwa na ndugu zao, wamesalitiwa na waume zao, wamesalitiwa na wake zao. Na kama hujawahi kupita kwenye eneo la kusalitiwa, muombe Mungu silipitie hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yuda anatufundisha kitu kikubwa. Alikuwa mtunza hazina, alipewa dhamana kubwa, aliaminiwa, lakini bado akamsaliti Bwana Yesu. Pamoja na heshima aliyopewa, akamsaliti.
Usimwamini mtu yoyote, ila mwamini Mungu, na wewe mwenyewe jiamini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukijiamini wewe ni nzuri zaidi kuliko kumwamini mtu ambaye hujui ndani ya moyo wake anawaza nini. Mnawaza mkawa mnatembea barabarani usiku, mko wawili. Sasa huyu kaka namwamini sana, haujui anawaza nini juu yako. Wewe unamwamini kwa nje, lakini hujui ndani anawaza nini juu yako. Ni Yesu pekee ndo alikuwa na uwezo wa kuangalia mawazo ya mtu ya ndani anayoyawaza. Unajua, kuna mahali usingemkopesha mtu fedha kama ungelijua huyu mawazo yake ni nini juu ya hizo pesa anazokopa, usingemkopesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Baba, katika jina lako nakushukuru kwa neno hili. Utusaidie tuwe waaminifu, utuponye na dhambi ya usaliti katika maisha yetu. Wewe ujuaye mioyo ya watu wako, utujuaye sisi sote jinsi tulivyo, tunachowaza, tunachosema katika mioyo yetu, unatujua. Lakini unajua hata maisha yetu ya kila siku tunavyokusaliti kwa siri. Naomba utusaidie, naomba utuponye katika jina la Yesu, ili maisha yetu yaweze kukupendeza. Tusifanye kama Yuda alivyofanya, aliyekusaliti. Tuishi maisha ya kukupendeza Mungu, kisha tupate uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. Baba, tubariki tunapokwenda kushiriki meza ya Bwana, tunapotafakari asili ya ukombozi wetu, tena tunaposhiriki mkate wako ambao ni mwili wako, tunapotafakari asili ya ukombozi wetu na damu yako inatupa tafakari asili ya ukombozi wetu. Ukatubariki katika jina la Yesu Kristo, ukatutakase, ukatuponye, ukatupe nguvu katika Kristo Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Waimbaji wa sifa, tafadhali. Ninayajua yangu malengo ni mema, siyo mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo. Nawapenda.